Kuzaa matunda, andika, kuzaa matunda kuzaa matunda ukizaa matunda unasababisha uzao wako. Hebu sema uzao wangu. Hebu sema uzao wangu ukumbukwe baada ya wewe. Uzao wako unakumbukwa baada ya wewe kuondoka duniani, kwa sababu umezaa matunda. Kwa unapozaa matunda unapanda mbegu kwa ajili ya kizazi chako. Biblia ndivyo inavyosema katika kitabu cha Samueli wa pili. Samueli wa pili, andika Samueli wa pili mlango wa 9 mstari wa 1 hadi 13. Sitakusomea, nitakusamarizia hiyo story. Samueli wa pili mlango wa 9 mstari wa 1 hadi wa 13. Fuatilia haya masomo, ni ya msingi sana na yatakusaidia sana huko mbeleni. Naongea na mtu mmoja. Ukizaa matunda unasababisha uzao wako. Sema uzao wangu ukumbukwe. Sema ukumbukwe. Sema ukumbukwe. Tunaposoma hiyo habari tunakuta mfalme Daudi anauliza, baada ya kuketi kwenye kiti chake cha enzi, anauliza, je, hayupo hata mtu mmoja, hajasalia hata mtu mmoja katika nyumba ya Sauli niweze kumtendea mema kwa ajili ya Jonathan? Si ndivyo inavyosema Biblia yako? Jamani, naongea na mtu. Daudi anauliza kwamba hajasalia hata mtu mmoja. Je, amesalia mtu mmoja niweze kumtendea mema kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya nani? Naongea na mtu hapa. Anauliza mfalme Sauli, nani? Mfalme Daudi. Sikiliza, Daudi anauliza habari ya namna ambavyo, yani moyoni mwake baada ya kuketi kwenye kiti cha enzi, moyo unapata usumbufu, anatamani azae kitu, kwa sababu anakumbuka kuna mtu aliyewahi kutenda jambo kwa ajili yake. Wakati Sauli anamtafuta Daudi amuue mtoto wake wa kumzaa, mtoto wa Sauli, Jonathan, anaweka agano na Daudi. Naongea na mtu kwamba mimi nitajitoa kwa ajili yako. Wakati wanapanga usiku kumwangamiza Daudi, kumbe ndani ya baraza lile yuko mtoto anaitwa Jonathan. Kabla hawajatekeleza hilo jambo, haraka sana ameshapenyezwa habari Jonathan, Daudi, kwamba ndugu, kimbia, wanakutafuta, watakuwa kesho. Anakimbia. Mipango inapangwa, lakini akashindwa kuuawa Daudi kwa sababu ya Jonathan. Hebu sema kwa sababu ya Jonathan. Leo hii Jonathan, Daudi ameketi kwenye kiti cha enzi, anasema nakumbuka matendo mema aliyotenda Jonathan baba, na natamani nipate mtu wa kumtendea mema, maana nisipompata mtu wa kutenda mema kwa ajili ya Jonathan, moyo wangu hautapata amani. Ndipo akaambiwa yuko mtoto mmoja anaitwa Mephibosheth. Mephibosheth alikuwa mtoto kilema wa miguu. Naongea na binadamu, naongea na watu hapa. Alikuwa ni mtoto mlemavu wa miguu, ndiye aliyebaki. Tena alikuwa ni mtoto wa Jonathan. Yeye huyu ndugu alitaka mtu yoyote anayetoka kwenye hiyo familia angetenda, hata kama sio mtoto wa kutoka kwenye kiuno cha Jonathan, lakini angalau atokee mtoto tu atende kwa ajili ya Jonathan. Lakini anatokea mtoto kabisa wa kutoka kwenye kiuno cha Jonathan. Akasema, akaambiwa na Siba, akaamba kwamba yuko Mephibosheth, mtoto wa Jonathan ambaye ni kilema, yuko kwenye nyumba ya Makiri kule Lodebari. Huyu ni mtoto kabisa. Akasema namuhitaji hapa. Naongea na mtu. Akasema namtaka hapa. Akaletwa yule Mephibosheth na ulemavu wake, akaletwa mbele. Mfalme akamwambia, sikiliza, kuanzia sasa mali zote za mzee Sauli, mali zote, mashamba yote na kila kitu zinarejeshwa kwenye mikono yako. Na nafanya haya kwa sababu ya matendo mema aliyotenda baba yako. Naongea na mtu hapa. Kwa hiyo Mephibosheth akatendewa wema kwa sababu ya matendo aliyotenda baba yake. Sio hivyo tu, akamwambia sio hivyo tu, wewe utakula mezani pangu daima. Haujasikia ninachozungumza? Haujasikia kitu naongea? Akamwambia utakula mezani pangu daima. Kwa hiyo mashamba umerejeshewa, mali imerejeshewa, lakini wewe utaishi kama mwana wa mfalme. Hebu mshangilie Yesu. Utakula kama mwana wa mfalme. Sikiliza nikwambie, Mephibosheth alikuwa mdhaifu, alikuwa kilema, lakini akiketi kwenye meza ya kifalme amefichwa na vile vitambaa vya kifalme, kwa hiyo miguu yake haionekani. Nimeongea na mtu, unaona huku juu, huoni huku chini. Naongea na mtu, sikiliza nikwambie, matunda yanafanya uzao wako utunze
watunzwe bila kuzingatia kwamba wamesoma sana au hawajasoma. Sikiliza, yuko mtu ataketi kwenye kiti katika nchi hii, lakini kwa sababu ya matendo mema uliyowahi kumtendea, mjukuu wako atakumbukwa. Watasema tunamtaka mjukuu wa yule mama, na mkumbuka yule mama aliwahi kunitendea mema, aliwahi kunilisha chakula nilivyokuwa na njaa, aliwahi kuninunulia daftari nilivyokuwa nasoma, aliwahi kunisaidia. Wakisema mtoto wake ameisha la pili, anasema mimi sijali, haijalishi ameisha la tatu, haijalishi ameisha la pili, ninachotaka na muhitaji hapa, nahitaji hali mema ya nchi, nitamtengenezea nafasi. Kwa nini? Kwa sababu ya matunda mema ambayo mama yake baba yake alitenda alivyokuwa hai. Naongea na binadamu hapa. Unapotenda mema unafanya uzao wako utunzwe, unafanya uzao wako ukumbukwe. Wangapi wanatamani watoto wao kumbukwe baada ya yeye kuondoka duniani? Naamini kabisa mzazi yeyote mwenye akili timamu angetamani uzao wake uishi kwa raha baada ya yeye kuondoka duniani. Naamini ndivyo mzazi yeyote kabisa anatamani hicho kitu. Kitakachoamua waishi vizuri ni matendo mema unaotenda leo kwa watu. Umenisikia nilichosema? Ukiwatendea vibaya unatengeneza kiama kwa ajili ya kizazi chako baadaye. Utaondoka wewe, lakini watoto wako watapata shida, watoto wako watateseka. Kwa nini? Kila wakikumbuka matendo mabaya uliyoyatenda wanasema tunamtaka hata mjukuu tummalize, tuangalau hasira yetu itatulia, ngoja tumchinje, maangalau hasira yetu itatulia. Kwa nini? Kwa sababu tunakumbuka matendo makatili ya baba yake, tunakumbuka matendo mabaya ya yule mama mchawi. Sikiliza nikwambie, ninaomba usikumbukwe kwa hivyo, ukumbukwe kwa mema uliozaa. Waseme yuko wapi mtoto wake, yuko wapi mtu anayemhusu, hata kama sio mtoto wake, maadamu anatajwa kwamba ni ndugu yake, hata kama ni mtoto wa ukoo, lakini tumtendee mema kwa ajili ya yule baba, tumtendee mema kwa sababu ya yule mama. Tunamtaka mtu katika familia hiyo. Wangapi wanatamani wakumbukwe kwa namna hiyo? Shangilie Bwana Yesu kwa makofi.